Kuna vita usije ukasubutu kupigana peke yako. Kuna vita usije ukajaribu kupigana peke yako. Sasa nataka nikushangaze, nikufundishe kitu ambacho kitakusaidia maisha yako yote. Na najua watu wengi wanasikiza right now, wale ambao wako online mahali popote ulipo duniani na wale watusikiza redioni right now. Nataka nikufundishe kitu ambacho kitakusaidia. Nisikilize kwa makini. Na kuna watu watakuwa mashahidi wa hiki ninachokisema. Kuna watu watakuwa mashahidi wa hiki ninachokisema. Kuna changamoto umewahi kupitia kwenye maisha yako. Ukasema ngoja niombe ili nivuke kutoka kwenye huu ugonjwa. Ili nivuke kutoka kwenye haya madeni. Ili nivuke kutoka kwenye hizi changamoto za ugumu wa maisha. Chochote kile ambacho ulikuwa unapitia. Halafu baada ya kufunga na kuomba, nikana kwamba ugonjwa unaongezeka mara 2. Nikana kwamba matatizo yanaongezeka mara 2. Najua ni wengi sana mnanisikiliza, hii kitu imeweka kutokea na huwa uelewi ni kitu gani kinatokea. Yaani upo kwenye changamoto, upo kwenye vita. Unasema ngoja niombe hii vita iondoke. Halafu baada ya kuomba, changamoto yako ghafla inaongezeka. Umewahi kujiuliza ni kwa nini? Umewahi kujiuliza ni kwa nini? Ni kwa sababu umepigana na nguvu ambazo zinakuzidi mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna nguvu kwenye kupambana nazo. Usipojua unatakiwa usimame na nani, kwa namna gani, kwa wakati gani, kwenye maombi, kuna vita zingine lazima tu zitakuangusha. Kwa sababu kuna watu ambao yanasimama majeshi 5,000 kukupiga vita. Huwezi kuyashinda majeshi 5,000 no matter how you pray. No matter how you pray. No matter how you pray. Ndio maana kuna vita zingine ni lazima kanisa la Mungu lisimame kukuombea ili uweze kuvuka.